Hebu ni msi Mungu aendelee kutawala ibada hii. Baba, katika jina lako Yesu Kristo uliye mwaminifu, asante kwa kibali ulichotupa jioni ya leo. Ni jioni ya baraka kwetu iliyopata kibali machoni pako. Tunaitamani kama nini Pasaka hii ikawe ya baraka kwetu, kama Yesu Kristo alivyonena kwa neno lako, mnaitamani kuila Pasaka pamoja na wanafunzi. Nasi tunatamani katika Pasaka hii iwe ya ufunguo, kufunguliwa katika vifungo mbalimbali. Umemleta mtumishi wako Bwana kwa kusudi lako maalum. Ninaamini ya kwamba Mungu umempa kitu cha kukileta mahali hapa Bwana. Tunatamani kupokea kutoka kwako lile neno ambalo umelituma mahali hapa Bwana, likawe ukombozi, likawe ufunguo. Kila mmoja aliyepo Bwana, usimpite jioni ya leo, ikawe ni jioni ya kufunguliwa, ikawe ni jioni ya kupokea baraka tokazo kwako. Sema nasi kama uishivyo Kristo, tembea katikati ya kila mmoja, kwa kuwa kusudi lako ni chema, kutufungua, kututoa katika vifungo mbalimbali, katika utumwa aina mbalimbali. Yesu Kristo mtenda miujiza, tenda muujiza jioni ya leo, iwe ni jioni ya baraka kwetu na mtumishi wako, kwa kuwa Bwana amekuwepo kwa kusudi lako maalum. Kamtumie sasa kama chombo chako, kwa jina la Yesu Kristo hai. Amen. Amen. Basi nakwenda kumleta sasa. Haleluya. Haleluya. Tunaenda kuimba tenzi namba 61. Tumesikia, naomba tusogee kiti cha mbele tuliokaa nyuma huko. Tumesikia mbiu. Tumesikia mbiu, Yesu ponya. Nimeimbia juu. Tumesikia mbiu, Yesu lo waponya, utangaze te, Yesu lo waponya, tini amlio tuimbe tena namba 20 na ngumu kidogo. Nafikiri hii ngumu kidogo hii. Namba 26. Piga kinanda, fahamu, watupigie hiyo tenzi namba. Yesu nipendaye. Haleluya. Hii maiki inakata. Haleluya. Hapa sawa. Yesu nipendaye, kwako na kimbilio, ni wewe toshaye, ili njia yafiche ubavuni
Haleluya. Hii maiki no taa inarudi, tatizo nini? Betri au? Haleluya. Wewe ambaye umehudhuria siku ya kwanza ya Pasaka, kwanza ya semina yetu. Haleluya. Wewe uliyehudhuria siku ya kwanza ya semina yetu msimu huu wa Pasaka, wewe ni mshindi sana. Maana unaenda kwanza point ya kwanza kabisa. Semina ni darasa. Haleluya. Ni darasa. Kwa hiyo darasa letu la leo, atakaye kuwa amepatia sana ni yule ambaye amechika daftari lake. Wengine mmekuja mnaninginiza tu mikono, hamjabeba daftari wala Biblia. Tutashindaje sasa? Tutashindaje sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, Mungu akubariki kwa ukarimu wako. Mama mchungaji, Mungu awabariki kwa kazi mnayoifanya, na wazee wa kanisa pia. Yesu awabariki sana. Na wengine wote na viongozi wote wa kanisa mubarikiwe. Viongozi na maproducer, ma DJ, Mungu awabariki sana sana. Haleluya. Tutaanzia mbali sana somo letu, maana siku tunazo nyingi, zinatutosha vizuri. Haleluya. La kwanza lazima tujitambue kwamba sisi ni wakina nani ndani ya kanisa, ndani ya Kristo. Haleluya. Maana ukianzia mbele alafu huyu unayemfundisha mbele hajui kwanza asili yake, haitakuwa vizuri sana. Somo letu la leo kwanza linasema asili ya mwanadamu kiroho na kimwili. Maana tunazungumza hivi kama nilivyosema mwanzo kwamba lazima tujijue na tujue asili yetu, kama ndio hii tunayoishi nayo ndani ya Kristo. Haleluya. Kanisa la EAGT Ikuti kwa mchungaji Christopher David Mwakanyamale anawasalimia sana. Amesema wasalimie huko watumishi wa Mungu. Anawasalimia mama mchungaji. Mama mchungaji wangu mimi niko chini ya mchungaji Christopher Mwakanyamale, tuko Iunga pale Ikuti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Hezroni Anyetike Mwakatoga. Ni baba wa watoto watano. Sio mchezo. Sio mchezo. Ni baba hasa. Ni baba hasa. Kuna sehemu nyingi za kukimbilia, lakini hatutoroki nyumba. Ukiona watoto tu umeshapigwa pini, uchomoki tena hapo. Lazima ufie watoto wako. Haleluya. Sijaacha kuzungumza hili kwamba ukienda kutafuta pesa kwa ajili ya watoto wako, Mungu anakupa, kwa sababu nyumbani kwako kuna viumbe wake. Ukitoroka watoto, kienda kutafuta pesa, Mungu akupe, umpeleke nani? Haleluya. Somo la leo litakuwa zuri sana. Tutakimbia nalo hivyo hivyo, ili tutakapoingia sasa kwenye Pasaka yetu halisi, itakuwa tayari una mwanzo, tayari unajitambua kwamba mimi ni nani. Mimi nina hakika bado hatujitambui. Hatujitambui. Lakini somo la leo litakuweka sawa. Siri ya mwanadamu kiroho na kimwili. Mimi sio mwinjilisti, mimi mwalimu. Naenda kutumika kama mwalimu. Walimu hawana mbwembwe za kurukaruka. Wengine wanaruka kweli, wanapanda juu ya meza, wengine wanavunja mpaka vitu vya kanisa. Mimi sina hiyo. Mimi nitakufundisha taratibu. Kama utakuwa na maswali ndani ya wiki hili, ujiandae kuuliza. Maana tunaishi hatujui, vitu vingi vinatusumbua kwenye maisha yetu, alafu hatujapata majibu ya mateso yetu na maswali yetu. Wiki hili likawe wiki la kufunguliwa fahamu wako, biashara zako, akili yako. Haleluya. Unajua hakuna kitu chenye nguvu kama neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu. Biblia inasema ni taa ya miguu yetu. Ukiwa na neno la Mungu huwezi tumbukia shimoni. Huwezi kuanguka bahati mbaya
au makusudi, huwezi kuanguka ukiwa na neno la Mungu. Neno la Mungu ni ushindi. Haleluya. Inafika mahali, kwa sababu kwenye neno la Mungu tunashinda. Kuna mtu mmoja ametoa Biblia yake ambayo imechakachuliwa sana. Hiyo itakupata wewe ambaye mvivu kusoma Biblia. Ukiwa mvivu kusoma Biblia, mwenzangu, na wewe utatumbukia vile vile. Itafika mahali unanunua Biblia, wewe unakunguta vumbi siku za Jumapili tu, kwamba leo ni siku ya Bwana, nafuta vumbi Biblia yangu. Hautagundua hiyo. Ukisoma neno la Mungu utakuwa na akili timamu. Watoto wako watafaulu shuleni kwa sababu litakufundisha utoaji, litakufundisha zaka, litakufundisha maombi. Neno la Mungu litakufundisha mbinu za kufanya biashara, litakufundisha mbinu za kilimo, kulima. Haleluya. Mtu mmoja anataka kupanda shamba moja, pande milingoti umo, maembe umo, mapera umo, mahindi umo, maharage umo. Wakati Biblia inakataza, inasema usipande mbegu zaidi ya moja kwenye shamba moja. Kwa huku kwenye Biblia, vitabu vyote vya dunia, vitabu vyote vya hospitalini, vya afya, vitabu vyote vya masomo yote duniani kote, iwe vioni, iwe shule ya msingi, iwe sekondari, vyote vimetolewa humu. Vyote vimetoholewa humu kwenye Biblia takatifu. Biblia sio kitu kidogo. Usione kamekaa hivi kadogo tu nimeshika, lakini nimeshika mbingu, nimeshika nchi. Haleluya. Biblia inasema Mungu aliziumba mbingu na nchi na ardhi. Kazi ya ardhi tunaijua. Kazi ya ardhi kutulea na kutulisha sisi. Haleluya. Lakini kazi ya mbingu na nchi ni kutulisha na kutulea sisi kiroho. Kazi ya ardhi ni kututunza kimwili. Tunashinda mashambani huko. Vipi? Mwaka huu tunafurahia mvua, ni kama zipo hivi. Zipo. Safari hii tutakula wali ulionyoka. Waliolima hatua 20 wanasema, mwaka huu ningelima ingalau 10. Ingalau heka nzima. Ingalau heka, umechelewa, rudi kalime tena ifike heka. Muda utakuwa umeisha. Haleluya. Tuanzie mwanzo. Tutaposonga mbele tutakuwa tunajua tunaanzia wapi, tulianzia wapi. Haleluya. Wewe uliyefika, ukamwambia na mwingine atamani kuwa kama wewe. Na wewe uliyefika leo usije kukosa hata siku moja. Tutatutesa, tutaanza kurudi nyuma. Tutaanza kurudi nyuma. Kwa uliyefika leo, kamhamasishe ambaye hajafika ili atamani kesho naye kufika. Naye ukamfundishe yeye pa kuanzia. Haleluya. Kwamba mimi hivi nilivyo ndio uhalisia wangu. Maana Biblia ikisema asili ya mwanadamu, jina la somo. Asili ya mwanadamu iko wapi? Mungu alipomuumba huyu mtu, kwanza huyu mtu hakuwa mwanadamu, lakini alikuwa mtu. Mwanadamu ni mimi na wewe tu tuliokubali kuhudhuria hemani mwa Mungu, ambaye hajaja kumpe jina. Biblia kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, Biblia inasema na tuumbe, na Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. 26 anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. 27 anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Mwanadamu hayupo hapo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Tunaendelea hivi, mchungaji ameshaomba kwa ajili ya neno. Tumeshaanza hivi. Na ndipo somo letu hasa linaanzia hapa. Kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Najua umesoma sana, lakini sio kwa uelewa wa leo. Leo utaelewa kwa sura nyingine sana. Maana neno la Mungu linajifunua kila siku. Kuna mtu amepelekewa neno, wanamfundisha, anasema, haya nilijifunza tangu utotoni mwangu. Nyinyi mtanifundisha nini? Yesu anamwambia huyu mtu,
kauze vitu vyako vyote. Kafanyaje? Kawagawie maskini. Maskini hawana hata hicho walicho nacho. Sasa wewe kwa sababu unacho hicho unachojivunia, sasa anasema neno la Mungu nijipe kila siku. Hicho unachojivunia ni cha zamani. Leo hii wachungaji wetu wanafungwa na sheria. Ana vitu vingi vya kuvifanya nyakati hii sasa, lakini sheria za taasisi zimewaminya, wanashindwa kufanya zaidi. Wananishangaza sana wachungaji wa namna hii, wakati Yesu alisema maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Alafu yeye anasema sheria ya kanisa, sheria ya taasisi imetushika, tusipite hapa, tuwe tunapita hapa. Yesu mwenyewe alisema tutafanya zaidi ya yale anayoyafanya yeye. Alafu Mungu amekupa mafunuo zaidi ya wakati huu, unasema haya, sisi kanisa la EAGT, mimi mchungaji, wakiniona nafanya hivi hawatanielewa. Hayo ndio mafunuo ambayo Mungu amekupa wewe, amenipa na mimi. Hata sisi pia ni watumishi wa Mungu tuliokaa huku, msijidharau. Tena tumeamrishwa kwenye kitabu cha Mathayo, walimu wa Sunday school, walimu wa Sunday school kama mpo, walimu wa CGM, somo linawahusu sana, maana tulivyokalilishwa zamani ndivyo tunavyoishi navyo sasa. Mpaka sasa kila kitu kinabadilika, hata wewe badilika. Tunaishi kwa mafunuo mapya tukiwa na Yesu ndani. Sijaeleweka? Biblia inasema Mathayo 28 mstari wa 19, tuende kwa mataifa tukawafanye kuwa wanafunzi. Nani anaambiwa? Tunaambiwa sisi tulioitwa ndani ya Yesu, ndani ya Kristo, tulioitwa. Hatujui tumeitwa, tunajua walioitwa humu ni wachungaji na wapiga vyombo. Kumbe tumeitwa wote, maana tangu tulivyofanyika kuwa wana wa Mungu tayari tuna kazi ya kufanya. Napenda kusema neno hili, kama Mungu alikuacha hai, yani wewe uko hai, maana yake kuna kazi ya kufanya. Wanakuja wawili kila siku kupanga viti kanisani na kusafisha kanisani, lakini kanisa tuko zaidi ya 20. Hao ndio wanajua wito wao. Inanishangaza huko ndani ya kanisa alafu hujui cha kufanya, yani huioni kazi ya kufanya. Tunailemea madhabahu, nao wanachoka, maana wamebeba mwili vope vikukatara. Kuna Wanyakyusa, hata kama hawamo, lakini Wanyakyusa kinaeleweka vizuri. Haleluya! Wanachoka, wachungaji wanachoka. Sehemu nimembebesha mchungaji fomu juu kwa mikono yote miwili. Baada ya dakika kadhaa nimemwacha hivyo, wamebeba fomu, mimi nikaendelea na shughuli nyingine. Kakuta mikono yake inashuka tofauti na alivyoanza mwanzo. Namwambia vipi? Mikono imeshuka. Amechoka. Kelele ya sauti ya mchungaji wako, kelele ninayoipiga hapa leo, pokee kama Mungu. Biblia inasema awapokeaye ninyi anipokea mimi niliyewatuma. Kwa kama leo umenipokea mimi, umempokea Mungu. Haleluya. Leo mchungaji wetu huyu hatutamuona kama ngogo, kama tunavyomtazama hivyo siku zote. Upendo wanaoishi na sisi wachungaji wetu, yani sisi washirika,
unaonekana umevuka mipaka, kwa sababu tukienda kwenye huduma tunalala nao kitanda kimoja, tunakula sahani moja, kwa tunawachukulia tu kama watu wa kawaida. Hey, nimesema sauti ya mchungaji ukikataa, wakati masikio yako yalisikia lakini umekataa, inageuka kuwa laana kwenye maisha yako. Mchungaji sio mtu wa kawaida. Kama angekuwa wa kawaida, Biblia ingesema usimnyoshee kidole. Akili ya kawaida tu, kwa nini usimnyoshee kidole? Sisi wenye akili, mimi nina akili kwa sababu nalisoma neno la Mungu, naelewa kidogo. Unaponyosha kidole kwa mama mchungaji, kibaya. Wewe kwa sababu hauna mafunuo ya kimungu ndani, unamwona ni mama mchungaji. Lakini ukiwa na mafunuo ya kimungu kupitia neno lake, utamwona Mungu, hautamwona mama mchungaji. Je, Mungu anaruhusiwa kumnyosha kidole? Sehemu nimeenda wanasema sadaka tukitoa tunampa mchungaji, tunamfaidisha mchungaji. Nikawaangalia wa watu, kanisa lile lina miaka sio chini ya 50. Hawajui sadaka wakitoa zinaenda wapi, hawajui zaka inaenda wapi. Kwa nini nazungumza haya? Sikutaka kuzungumza haya, lakini Roho Mtakatifu anasema tu haya hayo ambayo zaka. Tuanzie hapo. Zaka, ufunguo wa zaka. Zaka ni ulinzi. Zaka kama wachawi wamevaa lile tunguli wanavaa midude fulani hivi eti limlinde. Inanishangaza sana kwa watu wa hivyo, kwa sababu kwanza amelificha, anakuwa amelificha. Sasa sijajua lenyewe ndio linamlinda yeye au yeye ndio analilinda lile lisipotee. Rudi twende kwenye zaka. Zaka ni zaidi ya hirizi yoyote kwenye maisha, tena kwenye maisha ya kila anayejiita mwanadamu, anayetakiwa kuitwa mwanadamu. Nimesema kuna mwanadamu, kuna mtu, ni vitu viwili tofauti. Mungu alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Neno mwanadamu limetoka wapi? Mwanadamu maana yake kazi. Wakati Mungu amemaliza kumuumba mwanadamu, anamwambia sasa, hapa ina maana mimi naondoka, naenda kwenye mishe zingine. Wewe sasa hapa na kuacha upalime na kupatunza. Mungu akarudi nyuma akasema, peke yake hawezi, kabidi amfanyie msaidizi ili kazi aliyomwachia Mungu iwezekane kuifanya. Haleluya. Baada ya kumaliza hiyo au uumbaji kwa namna hiyo, kumwongezea huyu mwanamke pembeni yake, ndipo majina yanabadilika. Kuanzia sasa wewe utaitwa Adamu, wewe utaitwa Hawa. Jina Hawa ni kazi, Adamu ni kazi. Wewe ukikataa kuwa Adamu, kuwa mwanadamu, manake umekataa kazi, bado umebaki kuwa mtu. Huyu mtu baada ya Mungu kumaliza uumbaji akiwa mtu, bado hajawa mwanadamu. Kupitia Adamu Mungu akampulizia pumzi ya uzima huyu mtu. Biblia inavyosema akampulizia puani pumzi ya uzima huyu mtu, ili awe nafsi hai.
kuwa na nafsi hai ndani yako ndio kukatengeneza neno mwanadamu. Yaani mtu anayejitambua, mtu ambaye ana uungu ndani yake. Mungu anaongeza uumbaji kwa huyu mtu, na ndio maana ukikuta mlevi huko hana Mungu, amelewa, ameanguka, yupo kwenye mtaro, usimcheke, muonee huruma, maana yule ni mtoto wa Mungu, ana uungu ndani yake, ila hajapata neema tu ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na mwenye jukumu la kufanya hivi ni nani? Ni mimi na wewe. Ndio tumeamuliwa au tumeamrishwa kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Anasema, enendeni kwa mataifa mkawafanye kuwa wanafunzi, tena mkawabatize kwa jina la Baba. Maiki angeshika na mtu mwingine inakuwa na raha kidogo. Wengine niyo nawasikia hapa. Wengine niyo nawasikia hapa. Unapozungumza huko mwingine anazungumza hapa, inaeleweka kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema tukawafanye mataifa kwa wanani? Kwa wanafunzi wa nani? Kweli. Tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi, sio wanafunzi wa Mungu. Hilo ndio unajua. Ukiongezea utaongezewa mapili, na ukipunguza utafanya nini? Sasa tusikilizane hapa. Mkawafanye mataifa kuwa wanani? Wanafunzi. Ya pili anasema mkawabatize kwa jina la nani? La Baba, la Mwana. Baba, umeshika maiki, unakosea. Sio na la Mwana. Ukisema na la Mwana umetaja Mungu wa pili. Mungu ni mmoja, ndio tunakwenda kumjua leo. Mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, sio na la Mwana. Anasema mkawabatize kwa jina la, manake mmoja. Angesema kwa majina ya, tungesema kwa majina ya Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa anasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio zile nafsi tatu zinatengeneza neno Mungu, na ndio zile nafsi tatu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Zile nafsi zikaungana kwa mapatano, ikarudi kwa Mungu, neno moja, Mungu. Sasa huyu tena 27 pale anasema Mungu akamuumba, alimuumba, sio aliwaumba. 26 anasema na tumfanye mtu, si ni wingi. 27 anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Kumbe hizi nafsi tatu zinatengeneza neno Mungu. Mkawabatize kwa jina la Baba. Ukikuta mtu anasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, fumbua macho. Sio huyo tunayemwabudu sisi. Tunayemwabudu sisi ni Mungu mmoja, na huyo Mungu mmoja leo naenda kumfahamu. Mimi najua umfahamu, ili unajua kazi zake. Wewe umfahamu, mimi na hakika umfahamu. Kama unamfahamu huyo Mungu, kuna mtu atakula 10,000 yangu sasa hivi hapa. 10,000 yangu inamuhusu. Atakayeropoka haraka haraka atakuwa ndio huyo. Yaani kwanza huyo mtu tutakuwa tunaendana sana, ambaye atajua Mungu huyu tunayemwabudu hapa ni nani. Haleluya. Ya pili anasema tukawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ya kwanza anasema tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Ya pili, hao tuliowafanya kuwa wanafunzi tukawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ya tatu inapatikana hapo hapo kwenye Mwanzo, kwenye Yohana, kwenye Mathayo 28 mstari wa 20. Anasema tena mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Tukawafundishe tulioamuliwa sisi tulio ndani ya Yesu, tukawafundishe. Sasa anayefundisha ni huyo ni Yesu. Anayefundisha ni mwalimu, anayefundishwa ni mwanafunzi. Aya, ni nani ameambiwa akawafundishe? Ni Yesu au ni wewe? Ni wewe. Tunafundisha matendo. Mwenzangu, matendo yako yamekaaje huko unakokaa? Haudharau mabalozi,
hawadharau wenye viti. Tena makanisa yetu ya Kipentekosti ndio tuna vipuri. Tunasema mimi litanizika kanisa. Si tuko wengi? Mwenza, kanisa halizidi mamlaka ya kule. Nataka nikwambie ukweli. Sisi kanisa linazidi mamlaka zote katika ulimwengu wa roho. Lakini mwilini tuko chini ya watu. Hatuna cha kwetu. Kanisa litanizidi. Mwenza, tuna hapa pa kuzika sisi. Tutachimba hapa. Hata hapa serikali itakuja kusema fukua. Sio mali yenu. Ndio hao barozi amekuja nyumbani kwako, unamdharau. Unamdharau barozi, unamdharau mwenyekiti. Barozi mpaka anaitwa barozi. Hakuna watu wanaoongoza nyumba. Wale watu wewe ndio umewaumba. Wale watu ni viumbe wa Mungu. Kwa Mungu amemteua vile viwake. Yaani vile alivyo Mungu ndio amemchagua yeye akokote kundi la Mungu kulipeleka mbele. Ndio maana tunasema ibada inaanzia wapi? Nyumbani. Nyumbani kukiwa salama kwa barozi wako, kwa mwenyekiti wako, utamtangaza Yesu aliye ndani yako, ndani ya kanisa letu. Amina, amina, amina. Tukifiwa kanisa, tunaenda kule kwenye makaburi ya public. Tena tunachangaga na hela, sijui kwenu huku utasikia ukitaka kuzika hapa ni shilingi 10,000, sio 10,000, sio 20,000. Kila sehemu ina mwongozo wake. Ile 20,000 tunayotoa kule inakuja kwenye hazina ya kanisa. Hata kanisa kujenga hapa tulijenga kwa kupewa vibali. Huenda siku hizi hata kama nyumba ni yako, hata kama ni mti wako shambani kwetu kule, kabla hujakata ukachukue kibali kwa mtendaji. Mti wako uliupanda mwenyewe, ukakubali kwa mtendaji. Umeukata, umemaliza. Zile kuni unapotaka kuzibeba uzipeleke kwako, ukachukue kibali cha kusafirishia mali asili cha kwako. Sasa ardhi, Mungu angekuwa anatulipisha, mimi ningekuwa wa kwanza kufeli. Kama tungekuwa tunalipia kupumua, tunalipia tu, yani tunalipia. Kwa Yesu ni kuzuri nyinyi. Huyu Mungu aliyenifanya niwe mimi unayenitazama sasa. Lakini kabla ya hapa huko hakukunifanya niwe mimi unanitazama sasa. Kwa upande huu ambao wewe unanitazama sasa unavyoniona, hakufanani na kule niliko kwa mwanzo. Hata wewe hujachelewa. Kama ulikuna ishi kwa mizaa ndani ya kanisa, ni wakati wako mzuri wa kubadilika. Rudi kwenye uhalisia wako. Tukisema uhalisia kwa Kiingereza pale Mwanzo 1:1, Mungu aliziumba. Kuna wingi. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hakuumba dunia. Dunia imetoka wapi? Dunia kwenye Biblia imeanza kutajwa Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4. Ndio dunia imeanza kuzungumzwa pale. Je, imetoka wapi? Kule mwanzo haikuweko. Hapa imetoka wapi? Imetajwa pale, imetajwa mpaka Mwanzo sura ya 7 mstari wa 4. Mungu akafuta dunia kwa Nuhu. Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Hamjanisikia? Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Mungu hakuumba dunia, aliziumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Dunia imetokana na usaliti. Usaliti. Mama mchungaji, wewe unamuonaje? Na wewe wa pili unayesikiliza upubavu huu wa huyu mtu, una support, unaunga mkono. Kweli amepoa sana. Kila akizungumza anazungumza yale. Ulichokitengeneza hapo umetengeneza dunia. Kuna mtu wewe umesababisha hata huyu mtu wa pili amkane Yesu. Mungu ni mchungaji wako. Mungu ni mama mchungaji wako. Yohana 1 mstari wa 14 anasema
nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Nani sasa huyo? Huyo Roho, yani huyo Mungu. Sasa yani Mungu hajawahi kufanya kazi waziwazi hivi katika Roho, lakini utendaji wake kazi na watu anafanya katika mwili. Na ndio maana tunataka sisi matendo ya mwili wako. Matendo ya mwili wako ndiyo yanayomtangaza Yesu ndani yako. Unaishije na sisi? Unaishije na watu huko? Matendo yako wewe, nyenendo zako. Wanyakyusa wanasema akajiro kako. Akajiro kako, yani tabia yako inamtangaza nani ndani yako. Leo hii watu tunawasoma kwenye Biblia hii, wakina Ayubu, wakina nani, tunawasoma. Wewe kipindi haupo, miaka ya mbele, vizazi vijavyo vitasoma, vitaandika yako yapi? Hujachelewa, bado hujachelewa. Tuko ndani ya kanisa lakini tukiwa nje na Mungu. Unawasema wenzio kule, watoto wa wenzio kule wezi. Wewe sokoni, mtu anakuja kununua nyanya kwako sado, kuna 2 umezibana chini kule mbovu. Hiyo ndio haionekani. Mtoto wa mwenzio akifanya kosa, unasema fukuza. Siku imetokea wa kwako, unasema ni watoto jamani, ni watoto. Kwa hiyo yule wa mwenzio, mama mmoja mwanae ni mwizi, yule mama anamtetea mwanae, anasema mwanangu mimi sio mwizi. Tena ni mkali yule mama, mwanangu sio mwizi. Wanakijiji wakasema sasa kama akirudia tuje tumfanye nini? Akasema chomeni moto, chomeni moto. Yani haamini kama mwanae mwizi. Sio anajua ila makusudi, sijui anajua ila sijaelewa. Haikupita muda, mama anashuhudia mwanae, yani kizibiti, hakwepi hakatai. Mwanangu ngembo lingihiji. Mtoto anashangaa tu. Bahati mbaya mama. Lakini mama aliahidi hata na nini na wanakijiji, lazima litimie. Lazima litimie. Alafu kwa kumkomesha yule mama sasa, bora yule mtoto wake wangemchomea matairi. Walimchomea mabua. Mabua yanaunguza taratibu. Wakina mama, rekebisheni watoto wenu mapema. Mtoto mmoja akamfunga mama yake, anaiba pipi, anaiba biki, anaiba. Mama umewahi kumuuliza mtoto? Nakumbuka mara ya mwisho mtoto wako ulimnunulia kalamu akiwa darasa la 2. Amemaliza darasa la 7. Hujai kumnunulia biki. Hujawahi, lakini amemaliza darasa la 7. Hizo hela na hizo biki anazitoa wapi? Uulizi. Lazima ukadirie biki inaisha kwa muda gani ili ununue zingine. Mimi nanuaga viboksi, vile viboksi vya biki inaisha ndani ya muda mfupi. Tena ndio yale tunayazungumza. Mtoto anaiba biki, anaiba pipi kwenye maduka ya watu. Wakipeleka nyumbani, mama anasema mwanangu sio mwizi. Na anajua ni mwizi. Anajua ni mwizi. Mwanangu sio mwizi. Akaiba ng'ombe 5. Mbalizi utengule kule chini, ng'ombe 5 wa watu wanasubiriwa kuchinjwa, wamejumuliwa huko, wameletwa sehemu ili wachinjwe. Kazipitisha njia ya nyuma huko ng'ombe 5. Wakakamata yule mtoto wakamweka ndani. Kesi ya ng'ombe 5 sio ndogo. Wakamweka ndani. Mama kaenda pale Central analia pale Mbeya. Central analia. Mtoto alikuwa wa kwanza kusema mama usilie. Wewe ndiye chanzo cha uwizi wangu. Kwa hiyo usilie. Wakati naiba pipi na biki kule, ulikuwa unanitetea wakati unafahamu kabisa nimeiba. Kwa chanzo mimi kuwa hivi. Jana tulikuwa msibani sehemu tunamzika, nilikuwa namzika mdogo wangu mmoja wa nyumbani.
kafia Zanzibar. Nikakuta kuna kakikundi wamekaa sehemu, mwafaka haupo. Wanasema mtoto ni mdokozi ndani ya nyumba, ni mwizi ndani ya nyumba. Baba kapointi kwa huyo kuku, hamuoni ndani, kuku ameibiwa ndani, amepotea kuku ndani. Kanyoka kwa huyo, alikung'uta mtoto wake, amekaa ndani wiki 2, anaumwa, amepigwa. Zile wiki 2 bado hajapona vizuri, kuku akarudi na vitoto 9. Kumbe aliyatamia mayai huko, amerudi kuku nyumbani tena, amerudi na faida, watoto 9 na vifaranga 9. Yaani amerudi kuku na vifaranga 9 na mtoto bado anaugua. Unafanya nini baba hapo? Mmoja anasema inabidi upige goti kwa mwanao. Ndio hicho, hata wewe utasema hivyo, inabidi useme mwanangu nisamehe. Hapana, hakuna goti la mzazi kwa mtoto, halipo. Nikasema ngoja niwape mbinu nyingine cha kufanya kwa mwanao. Yaani mwanao hata asipokosa, lazima upime uwezo wake ulivyo, mchape kofi bila sababu, ili ujue mwanangu huyu yukoje, ana tabia gani. Chape kofi hata kama hana kosa, ili ujue reaction yake inakuwa. Kipimo cha mtoto. Mtoto haombwi radhi na mzazi, ni kosa kubwa sana. Na mtoto akithubutu kuruhusu hiyo, manake anaingia kwenye laana automatic. Mzazi ni Mungu wa pili. Mungu wa pili, nafasi ni ndogo, eti ampigie goti mtoto. Haipo. Nataka nikuelekeze kitu. Mtoto analelewa kwa namna 3, lakini wazazi wengi wanaijua moja tu, ya kumlea kama mtoto na kumpa haki za kila siku. Wanaweza kumpa haki zake na kulea watoto, yaani anampa haki yake mtoto. Hiyo tu ndio wanaweza. Hiyo sio ya muhimu sana, lakini inafaa pia. Za muhimu ni 2 ambazo hujazizungumza hapa. Ya kwanza kabisa, mwanao anaenda kuishi na jamii. Ataenda kuishi na jamii, lazima mtengeneze mtoto wako. Ya pili, ya tatu, anaenda kuwa mume wa mtu au mke wa mtu. Je, umetutengenezea mtoto gani? Au ndio wale itafika mahali tusema bana toro ni watoto tu. Tunachokitaka mtoto tena huyo atakuja akukabe kwa sababu ya maandalizi ya makuzi yake. Wanakaba. Sika baba ni mshamba. Tena ukiumwa anatamani ufie huko. Kuna vitu vinaonekana. Juzi nilikuwa nafundisha mtu mwenye mke zaidi ya mmoja. Yaani maisha yake yako hatarini. Huyu mtu kwanza, wakina mama wale, kwa mfano kuna wakina mama fulani wanawafukuza mpaka sehemu wakienda kufanya biashara. Wanafukuzwa pale Mwanjero, wauza michele, wanafukuzwa. Ukisema tu nimetoka bonde la Akuli na nimetoka bonde la huku, sisemi. Huenda mabonde mengine mimi naishi huko. Sisi nikamkumbusha mwingine kufanya kama hicho wanachokifanya. Wanachangiana shilingi milioni 10 kifiwa na mume. Milioni 10. Wale wa mama wana vikundi vyao kwenye mastoo. Alafu yeye amewachangia wenzi milioni 10. Alafu wewe tena una wake 2. Hana uhakika na wewe. Milioni 10 ataikosa. Ipo siku tutasema tutangana, anakuja anasema mimi na wewe sasa basi. Alafu itakuwaje milioni 10? Itakuwaje? Kwa kabla haujafikia huko, yani kabla hajafanya maamuzi kwamba mimi na wewe basi, unajua atakachokufanya. Nataka nikwambie mbinu ambazo wanafanya wanaume. Laana ya ajabu ambayo sasa wanaume na wenyewe pia wapige goti kulingana na haya. Wanachukua zile stiri waya za kusugulia sufuria, wanakuchanganya kwenye chakula. Pasipo kujua unakula chuma kinakaa ndani. Baadaye kansa. Hata ukienda kupimwa tatizo limetokana na nini, hawawezi kumpata aliyeusi. Wanasema ni kansa imemla. Je, ni kansa au milioni 10 imesababisha? Apate milioni 10 amezika mume. Milioni 10 tena ukifiwa, ile milioni 10 unaitunza. Wanaendesha msiba wao wiki 2.
wanalisha watu wao. Ile milioni 10 wanasema usitunze, tunakuingizia kwenye akaunti yako. Wana mitaji ndani ya nyumba. Sasa huyu mtu ana wake wawili, yule wa kule na anategemea milioni 10, na yule wa huko anategemea milioni 10. Nini kinafuata? Mwenzangu, unaishi kama uzi wa buibui. Unajua kwenye buibui ukipata na kitu cha moto unayeyuka tu, unakuta umeungua. Hatari. Haleluya. Kanisa la EAGT, nimezaliwa humo mimi Mbapi, nimepata neema ya kuzaliwa huko. Mungu wa kanisa hilo, wa kanisa hili, ndiye Mungu anastahili. Ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu ambaye kama tungefanya bidii mimi na wewe ya kuwafanya wale sasa wamkimbilie Mungu huyu, kesho unakuja mwenyewe, kesho kuto unakuja mwenyewe, kesho kale kakijana kale. Ina maana DJ huyu akikosekana hapa basi hatuna mwingine. Wewe hauna majirani kule, watoto wa majirani zako, hauna marafiki wa watoto wako kule, unajisikia raha tu. Tamani wao pia wawe kama wewe ulivyo. Tunaenda tukichwa mama fulani, twende kanisani. Twende kanisani wapi? Shindanisha. Yaani shindanisha Mungu wako na Mungu wao. Wewe unafikiri wangemkubali Mungu wa Musa kirahisi? Musa alipambana, akawa anashindanisha Mungu wake na miungu mingine. Tutakuja tupige stories siku moja hapa, lakini wiki hii sio raha hizo. Ya Ibrahim alivyochomoka kwenye miungu ya baba zake, wazazi wake. Haikuwa rahisi. Ilikuwa lazima kuna mashindano. Wewe unashindanishwa kwa lipi ili tutambue kwamba Mungu anataka kuabudiwa ni wa huyu? Mmekutana pale sokoni kwenye kigenge pale unapofanya biashara yako. Lakini wale wanaabudu kule, wale kule, wewe kule. Hebu anzisha tu kwamba jamani, leo ni siku ya kupima Mungu yupi anastahili kuabudiwa. Wa kwangu mimi au wa kwenu nyinyi? Umaifanya hivyo? Tunawadharau kama tunawadharau wachungaji wetu. Tunawadharau sana. Wenzetu wa Roma, wa makanisa ya Roma wako hivi. Wa makanisa ya Roma, akikutana na mchungaji wake barabarani, sokoni, huko kote, anapiga goti, mchungaji niwekee mkono wa baraka. Hutoki hapa, sikuachilii hapa mpaka utamke neno. Tamka neno tu kwenye safari yangu, kwenye biashara yangu. Ni nani amewahi kumsimamisha mchungaji wake kama hao niliowazungumza njiani? Ni nani anaongea kama mchungaji wake wa mahali hapa? Ni nani? Siku nyingine tukipita kule tuone sehemu unazungumza kama yetu hapa. Yaani unasema kama mtu aseme nilifikiri mchungaji Yaani una kitu una copy. Lazima urithi vya wazazi. Nasoma kitabu kesho kinachozungumza kwamba hata sisi hapa tulipo kuna sehemu tumeanzia. Binafsi najivuna kwa sababu mama yangu ni mchungaji. Mwenzangu, tumezaliwa kwenye neema ya Yesu, kwenye uhalisia wa kimungu. Tena mama yangu mimi na yule mama, ndio maana nimefanya awe rafiki yangu. Ni rafiki yangu sana. Yeye amenilengesha hapa nije kwa baba hapa, na mimi nikamlengesha aende kwa mchungaji mwingine Mbalizi kule. Yaani mama mimi ndio rafiki yangu. Hata mambo magumu simwambiagi baba, mimi namwambiaga mama. Unajua kwa nini nasema namwambia mama? Mama alivyo, yaani mama alivyo automatic, mama hajawahi kuexpire, hajawahi kupitwa na wakati. Kwa nini hivi? Leo hii vyombo vya usafiri vinabadilika. Tulianza na mafarasi. Kwanza tulianza kwa miguu, tukajigundulia kutumia farasi, tukafuata usafiri mwingine, lakini mgongo wa mama unabeba mtoto kila siku. Halafu mama huyu tunamtazama vibaya. Tunamchukulia kama kitu tu. Mwanadamu gani hajatoka kwenye tumbo la mama? Nani? Faida ya zaka huimarisha vyanzo vya mapato yetu, huzitunza na kuzilinda familia zetu. Akili za watoto wetu zinaimarika kwa zaka. Zaka sio ombi. Yaani zaka, kwanza zaka ilivyo, Biblia kwenye Malaki 3 kuanzia mstari wa 8 pale inasema hata wa mataifa, walimwengu huko, inatakiwa walete zaka hapa madhabahuni.
zaka ni shukrani. Yaani unasema Mungu umenipa hivi na kushukuru sana, lakini katika hivi hiki sio changu, ni cha kwako. Hiki sio changu bali ni cha kwako. Uko peke yako nyumbani, na ndio maana zaka ni siri baina yako wewe na Mungu wako tu. Leo makanisa, wachungaji wanawapa wazee wa kanisa na viongozi wa kanisa hesabu zaka hizo. Zaka ni siri baina yangu mimi na Mungu wangu. Basi ambaye anatakiwa kusoma jina langu kwenye bahasha ni mchungaji wangu peke yake. Maana mchungaji ndio anayeulizwa jimboni huko, wewe una washirika wangapi? Hata kama tungejaa hapa 300 wanababaika kujibu. Mshirika mwaminifu ni kwenye zaka tu, sio kuhudhuria kanisani, sio kuimba vizuri. Hawapataji majibu haraka. Wanasema washirika nina washirika, inabidi ropoke tu 150 wa kawaida, ila hawa 60 hawa ndio waaminifu. Lakini huyu anayesema mwaminifu hata ibadani hafikifiki sana kuliko wewe unayefika ibadani, ambapo kwenye kundi la 150 jibu kamili ambalo unatakiwa wapeleke jimboni ni la yule mwaminifu kwenye zaka. Maana na wao wanaminywa kule. Wewe unaleta zaka kiasi hiki, wakati tulikuja kwako tulikuta kanisa limejaa. Anaonekana na yeye kule ana washirika wengi, ila sio mwaminifu. Kumbe waaminifu wako 20 tu ndio ambao anatoa fungu la 10 naye anapeleka jimboni kwao. Kazi huko, kazi ni kwake, na wenyewe wana kazi ni kwao, kazi ni kwake, lakini hana idadi kamili. Je, idadi zitaongezeka? Faida ya zaka haiongezei mali yako, haijawahi kuongezea mali yako, ila inatunza na kuimarisha. Kama mtaji wako ilikuwa ni 50,000, utaishi na 50,000 hiyo hiyo maisha yako yote, lakini uwe mwaminifu kwenye zaka. Usipokuwa mwaminifu vitapungua, hata hivyo vitapungua hivyo. Kama Yoeli 2:25 anasema, nami nitarudisha miaka yako iliyoliwa na nzige na madumadu na parare kwenye zaka. Zaka mwenzangu, zaka ina nguvu kuliko maombi. Nataka zaka ina nguvu. Maombi, faida ya maombi humuimarisha mtu kiroho, anakuwa very powerful, anakuwa strong, yani ana nguvu. Huyu mtu pepo likimso, yani akilikaribia tu yanaondoka, ana nguvu, lakini amevaa suruali ya viraka, hana matoleo. Na huyu mtu faida ya maendeleo ya hapo na muonekano mzuri, lazima atoe sadaka. Sadaka, faida ya sadaka, nimesema maombi yanaimarisha kiroho cha mtu. Zaka inaongezea vipato vyetu. Zaka bwana, zaka inalinda vipato, sadaka inaongezea vipato vyetu. Sadaka ndio maana ni hiari. 2,000 wewe lete, jero lete, 1,000 lete, 50,000 lete. Hata wachungaji maombi yanabadilika. Unaposema mchungaji, labda mmekutana njiani, Bwana asifiwe mchungaji, nakusalimia katika jina la Yesu, amen amen amen. Mnielewa? Ndio mnaachana hapo, mlikutana njiani. Lakini ukisema mchungaji, 20,000 hii ikulinde mbele, unakuta amekushika na mkono vizuri, anasema Baba katika jina la, yani sadaka ina nguvu. Sadaka, faida ya sadaka inaongezea kipato chetu. Kama mtaji ulikuwa 50,000, zaka nimesema sio ni zaka ni lazima, ila sadaka ni hiari. Kwenye uhiari hapa uendelee kuwa na maombi mzuri, uvae suruali za viraka, uendelee kuvaa suruali za viraka, au uwe na maombi na sadaka uongezeke. Hivi vitu vitatu vinakwenda sambamba: zaka, sadaka
maombi ndio uhai na uzima wetu. Lakini sheria au sharti la mtu anayemjua Mungu, ukiondoa hivyo, ni mawili tu. La kwanza kumpenda Mungu, la pili kulipenda neno lake. Wengi wanasikia neno Mungu ni neno. Mungu sio neno. Mungu ni Mungu na neno ni neno la Mungu. Kwa sisi tunasikiliza Mungu anatamka nini. Matamshi ya Mungu, sauti ya Mungu, kinywa cha Mungu, mdomo wa Mungu ni neno lake. Halo. Kwa Biblia takatifu ndio sauti ya Mungu, ndio matamshi ya Mungu, ndio kinywa cha Mungu. Naelewa hiyo. Na ndio maana wokovu kuna kazi. Ubatizo kuna kazi ndani ya ubatizo. Ukibatizwa peke yake haitoshi, lakini kuna neno ndani ya ubatizo. Ukiokoka peke yake hakutoshi, kuna neno la kuishi na wokovu. Biblia inasema, Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13, inasema, kisha nikasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho. Ufunuo 14:13, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Matendo yao, pale pametajwa vifo viwili. Cha kwanza ni kuacha dhambi. Kuacha dhambi sio jambo dogo. Kuacha dhambi ni kunafananishwa na kifo. Yaani unapoacha dhambi, heri wafu, manake umekufa. Ile hatua ya kwanza, heri wafu, umetoka dhambini. Tena wafao katika Bwana, katika neno. Pale ndipo ilipo wakosti katika ulimwengu wa mwili. Sasa wakina Bartholomayo, wakina Paulo, wakina Petro, wengine walichunwa ngozi zao wakaanikwa juani, lakini hawakuacha kulitaja jina la Bwana. Hao walikubali kufa katika neno. Paulo anasema, kama hamutaniua hivi mnavyonikataza kulitaja jina la Bwana, bora muniue, na kama hamutaniua nitaendelea kulitaja jina la Yesu. Wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Je, wewe? Japokuwa unasema mpinga Kristo akija mimi nitakataa, tayari umepigwa hiyo alama 66. Utakataa saa ngapi? Kwani wao wanahama pia na teknolojia. Mifumo ya zamani walijua yule mwanadamu wa zamani ataendelea kuishi vile vile kama zamani. Mwanadamu wa zamani umpate sasa hivi, wenzangu, kwanza akifufuka yule atajua wewe ndio Mungu na malaika ambaye alikuwa anasubiriwa. Maana umebadilika sasa. Umeota na mapembe. Yaani umekuwa wa ajabu. Umetengenezeka kwa sura zingine. Sio zinatokana na Mungu, mimi sifahamu. Kwa atajua ndio mbingu hii iliyokuwepo. Maana pale ambapo amefia palikuwa na poli, palikuwa na tunyumba twa nyasi, zimejengwa migorofa, yamejengwa vitu vya, yani pamekuwa pazuri. Unajua ndio mbingu hii kumbe ilikuwa inazungumzwa. Ndio maana mimi nasema watu mseme Mungu yuko huko mnakokuzungumza. Mungu yuko hapa. Na tunakutana naye katika ulimwengu wa roho. Tena makosa tunayoyafanya sisi tuna uwezo mkubwa kuliko hata shetani mwenyewe. Kwa nini? Shetani anategemea roho peke yake. Na ndio maana ili akupate wewe lazima ingie kwa mumeo, kwa rafiki yako, kwa mtoto. Ndio atakupata wewe. Hawezi abadani, hawezi kukuingia wewe bila mamlaka yako wewe mwenyewe. Kama ambavyo Mungu hawezi kupambana na wewe wakati umemkataa. Maana Biblia inasema, Mungu anasema mimi ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Nani anatakiwa aanze kuingia ndani ya Mungu? Ushituki. Wakati Mungu anamwambia Nuhu, ingiza viumbe wasafi wawe 7 wawili wawe wachafu. Yaani wawili wawe wachafu, ila 7 wawe wasafi. Lengo lake lilikuwa nini? Ili roho chafu iendelee kukuzunguka na kukufuatilia. Tuone ushindi wako kwenye mabaya.
Unasema ng'ombe wangu mimi malagi mahindi ya watu. Umewahi kumpita kwenye shamba la watu wewe? Na wewe tukuone wale waliokuzunguka wale. Wewe una nguvu kuliko wao. Tuone unapita unatoboa. Tunasema huyu amemchagua Mungu wa kweli kwenye maisha yake. Wasafi wawe 7 wawili wawe ili tuendelee kupapasa kumtafuta Mungu. Tuishi kwa imani. Na ndio maana mimi na huyo jirani yako na huyo mwanao uliyemzaa wewe mwenyewe humjui. Humjui. Utaeleza tu kidogo yeye alivyo. Lakini humjui. Kwa nini humjui? Kuna nafasi ya Mungu ndani yake ambayo ni siri baina yako au baina ya huyo mtu na Mungu mwenyewe. Na hiyo nafasi ndani yako, maana Biblia inasema walitafuta roho ya Mungu ya Yesu ili wamalizie kabisa, hawakuiona. Ndio maana waliua mwili, lakini siku ya 3 ukafufuka. Vivyo hivyo na wewe ambaye ndio nani mwenye jina lako unaitwa nani ma? Tamasha. Sikia nikwambie jina la Tamasha sasa. Tamasha huyu alikuwepo kabla misingi ya ulimwengu kuwepo. Alikuwepo tangu pale Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Tamasha kalipozaliwa tu wazazi wakasema ataitwa Tamasha. Wanapompa mtu jina haliwi kwenye mwili, wanaipa roho ya Mungu iliyo ndani ya Tamasha. Kile kipande cha Mungu ndani ya huu mwili wa Tamasha. Tamasha hajawahi kufa, hata kuja kufa kwenye maisha yake mpaka siku za mwisho. Tamasha hafagi, ila anaumia matendo ya mwili wake. Maana Biblia inasema unaihuzunisha roho. Matendo ya mwili yanaifedhesha roho iliyo ndani yake. Yaani mtu mmoja ana patisheni mbili. Ana upande wa Mungu, ana upande wa kwake. Ndio maana upande wake anaweza kutuelezea vizuri. Upande wa Mungu tukisema hebu jielezee, ataanza 1, 2, 3 anajieleza, lakini unakuta amegoti amesimama hapo. Wakati sisi tunaona mbele hatua zinaendelea. Kule upande wa mbele ni wa Mungu ndani yako. Ndio maana nimesema ukikuta mlevi amelala kwenye mtaro, usimseme vibaya. Usimchukie. Hajakutana na neema ya Kristo. Na mwenye jukumu la kumfanya yule mtu awe kama wewe ukawe mwalimu wake kule, tena ukamfundishe yanayotakiwa. Unapomleta mtu mmoja kwenye ufalme wa Mungu, malipo yake mnayafahamu. Kama anasema fedha na dhahabu na vitu vyote ni mali yake, havifanani na kumfanya mtu amkimbilie Mungu. Havifanani. Utakumefanya kitu kikubwa sana. Usije peke yako. Usije wewe tu kila siku. Hemani mwa Mungu. Hapa ndipo salama yetu. Na ndio maana kama mtu mimi akisinzia kanisa anasema msimuamshe. Mwache na endelee kupumzika. Nyumbani halali anaminywa na wachawi. Halali huyu. Hapa amekuja sasa wachawi hawaji wanaishia huko. Maana pana moto. Kwa mwacheni mwenzenu halali. Halali kule. Jamani, kanisani hasa niseme petu hapa ndio sehemu pa furaha. Yaani panapomtaja Yesu ndio sehemu pa kukimbilia. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani. Kuna vitu vingi tunavyovipata hapa. Vingi. Yaani tunaneemeka rohoni, tunaneemeka na mwili. Nimesema Mungu hafanyagi kazi na sisi rohoni, anafanya kazi sisi mwilini. Kwa nini mwilini? Wakati anamkomboa huyu mwanadamu kutoka Misri. Omba moja asome Kutoka 7, some mstari wa kwanza na wa pili. Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza na wa pili, asome hapa. Bwana akamwambia Musa. Ni hapo lakini hujaanza na utangulizi bado. Toa maelezo. Nasoma kitabu cha Kutoka 7 mstari wa kwanza. Tena nasoma katika jina la Yesu. Ndio tufanya sisi tukae attention. Somea maiki. Yes. Amina. Ninasoma Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Amen. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akamwambia Musa, angalia
nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Amen. Na huyo ndugu yako Haruni. Pozi kwanza. Bwana akamwambia Musa, tazama, nimekufanya wewe uwe kama Mungu kwa Farao. Yaani uwe kama Mungu. Nimesema mchungaji wetu ni nani? Kwa ili sisi tupate tunachokitaka kwenye maisha yetu ya rohoni na ya mwilini, lazima kuna Mungu. Amosi 3:7. Amosi 3:7. Biblia inasema hivi, sitasema neno lolote. Manake na sisi washirika tuliokaa hapa, sitasema, yani mimi Mungu sitasema neno lolote na nyinyi bila kuwajulisha watumishi wake, manabii wake, siri zake. Kwamba kumbe ili sisi tupate, lazima Mungu mwenyewe ahusike. Sasa anakujaje wakati tunajua Mungu sasa, hii roho sasa imeingia ndani ya mchungaji ili tupate mwilini. Amesoma pale anasema ili Mungu aingie kwa wana wa Israeli, aingie Misri. Amen. Ili Mungu huyu aingie Misri, awachomoe wana wa Israeli kule. Watamwelewaje? Ikabidi ateue watu au mtu, tuseme mtu alimteua mtu, ili huyu mtu yeye ndio aende kama Mungu kwa Farao, kwa sababu kuna usaidizi. Ikabidi amte mwingine, yule kaka yake na Musa, ili kwenye ile kazi ambayo Mungu amemtuma mtu kuwe na nabii. Na ndio maana anasema awe nabii wako wewe Musa. Haleluya. Pazuri sana hapo. Hebu soma tena. Soma tena yote miwili. Nitakwenda kusoma kwa jina la Yesu kutoka 7:1. Amen. Akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Mstari wa 2. Amen. Utanena hayo yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Inatosha. Yesu asifiwe sana. Biblia inajieleza yenyewe. Amen. Yaani hii semina ipo kwa sura nyingine sana. Lazima utakwenda kubadilika. Hata kama tutazungumza zaka, lakini kuna kwa nini Yesu azaliwe? Unajua, ngoja nikwambie, Yesu hakuwa na sababu ya kuzaliwa au ya kuwepo. Aje kufanya nini wakati tuko sawa sawa? Baada ya kupotea, Mungu analeta wokovu wasutia mwanae wa pekee Yesu Kristo. Tutajifunza tangu anazaliwa kule. Haleluya. Na tutajifunza zile shida walizopitia wana wa Israeli Misri. Tutaanzia kule na ile miungu ya Wamisri, namna ilivyowashika wana wa Israeli sione mlango wa kutokea Misri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kikao chetu cha leo, hata kama utakielewa sana, lakini kitakamilishwa na kesho na kesho kutwa na kesho kutwa. Hata mimi tunaposoma neno la Mungu hapa, hata mimi binafsi ninayezungumza najifunza kanuni ya Roho Mtakatifu. Yaani ametawala yeye, kama ambavyo yule punda aliyekuwa amembeba Yesu kule alienjoy, yani alijua ametandikiwa yeye. Lakini Yesu juu ya punda alijua ametandikiwa yeye. Kumbe naye punda alijua ametandikiwa yeye. Halo. Wewe unafikiri yule punda alikaa kwenye mabanda ya ng'ombe wengine pale au ya punda wengine siku hiyo? Wewe unafikiri punda
alilishwa mimi na hakika alilishwa special. Ana enjoy kupokelewa vile. Na Yesu hajui kama punda na ana enjoy kutandikiwa chini. Maana aliyekuwa na kanyaga vilivyotandikiwa alikuwa ni punda. Ila Yesu juu ya punda. Lakini Yesu alijua ametandikiwa, yeye punda ni mnyama tu. Unafikiri punda hakurudi pale kijijini? Alirudi akafanyiwe vile alivyofanyiwa kipindi kile. Alienda kuambulia mijeredi. Mwanzo alitandikiwa kwa sababu alibeba nani? Yesu. Akaenda peke yake bila Yesu hiyo. Ukienda kumshuhudia mtoto wa jirani yako, mbebe Yesu juu. Ukienda kumshuhudia yule mama rafiki yako, bebe Yesu juu. Rudi chumbani, sema Mungu, nataka mama fulani ukawe sauti kwake. Nataka nikamwambie uzuri wa ibada zetu pale, uzuri wako pale, maana natamani awe kama wewe. Ndani ya muda mfupi, kama tunafikiri kanisa letu ni kubwa, tutajikuta kutoka kanisa, kumbe kanisa letu ni kadogo. Sasa tutawaweka wapi? Uenda ndio unavyowaza, ndio maana uwaleti. Kwamba sasa tukiwaleta tutawaweka wapi? Nimesema hivi, tuwe tunashindanisha huko, Mungu wangu mimi na Mungu wa hawa wenzangu. Watu wataamini Mungu wako, kwamba Mungu wa mchungaji wa huyu ndio mwenyewe. Lakini huku ila huyu ndio mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda unatutupa mkono Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi ana wingi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nimesema hili neno la kawaida sana kwako, lakini lina maana kubwa kuliko hivyo. Biblia neno mwanzo kwa kawaida kabisa ni mwanzo tu. Hii mwanzo ukitafsiri kwa Kiingereza kutoka Kiswahili inaitwa beginning. Yaani mwanzo, yaani ndio hiyo iliyozungumzwa kwa Kiswahili mwanzo. Ni neno ambalo halina maana sana. Kiswahili kilikosa mapana. Neno mwanzo tuliweke kwa Kiingereza. Mwanzo Kiingereza iliyotamkwa pale kwenye Biblia inaitwa Genesis. Genesis maana yake asili, original, uhalisia. Uhalisia wa mwanadamu ndio ule Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Ndio huu ambao Mungu aliutamka kule. Sema hapana. Na sio huu kweli, kwa sababu ya matendo yetu ambayo hayampendezi Mungu. Ndio maana Mungu anatukumbusha kwenye Yoeli 2:14. Anasema nirudieni mimi. Maana tumetoka kwenye uhalisia wetu, kwa tumrudie Mungu. Wakati Mungu amemuumba mwanadamu yule, alimuumba akiwa perfect, akiwa safi, hana mawaa. Na Mungu amemaliza uumbaji wake, ingetakiwa kae kwenye kiti cha enzi. Alafu mimi na wewe sasa tumfanye Mungu afurahi kutumba sisi, tuwe tunamshangilia tu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Je, ndivyo tulivyo? Shetani naye akaja kutuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Pale pale kwenye mbingu na nchi. Aliingilia wapi? Mchawi akija hapa tutampa cheo tu. Cheo atakipata tu. Tuna ubao humu ndani wa kuandikia, tunao.
Tuna ubao choro, ningekuchorea nikuonyeshe shetani anaingilia mlango upi ndani ya kanisa. Kwa mdomo tu utanielewa. Anaingilia wapi? Na uwezo wa kuzungumza akisimama madhabahuni anautoa wapi? Anajua sana huyu, anautoa wapi? Na wanaweza kweli, na cheo atakipata tu, lakini amekuja kwa dhumuni maalum. Shetani ili afanye kazi na wewe lazima aingie mtu. Kuna watu tunaamini sana, chochote zungumza ni sawa, kwa sababu tunawaamini sana. Hata wewe yako unamwamini sana, ndio maana maisha yako yake yanafanana tu. Wenzangu, badilisha rafiki ili ukue. Badilisha rafiki. Wewe ulianza na mtaji wa sado 2 za maharage, unaziuza sehemu. Kweli pale ulipopanga pale, kuna rafiki yako yana mtaji wa sado 4. Ukafuata tabia yake na utaratibu wake, akakueleza mpaka mwisho, ukamfikia, wote mkawa na sado 4. Hizo 4 zitaongezeka, maana uwezo wa kufikia hizo sado ngapi? Wote mnafanana, akili fanana. Kubadilika akili. Kuna watu tunajua kabisa, huyu maisha amenizidi, huyu ufahamu amenizidi, sado 4 hizi hazitoshi, ili niongezeke nifanyeje? Hama kwa huyo, nenda mwenye debe, mwenye gunia 10. Utafanana naye tu, maana yule mwenye gunia 10 hata kubali wewe ubakie nyuma, unamdhalilisha. Utakuwa hujakuwa, unaishi maisha yale yale, kwa sababu una rafiki wako hao mnaoendana akili. Uwezo wenu wa kufikiri, uwezo wenu wa kuimba umeishia hapo hapo, yaani hauongezeki, kwa sababu umeishia hapo hapo. Rafiki zako ni hao. Kwani tunakukataza ukisema mchungaji, nimempata mwalimu, yaani wewe unakuja na wazo, nimepata mwalimu yuko Uyole. Unasemeje? Baba, tumlete hapa akae wiki, atufundishie kwaya, atufundishie praise, kama hatufanyi hivyo tutabakia vile vile. Inafika mahali unakata kila Jumapili kuna tambio tu itaimbwa, yaani lazima itarudiwa tu, maana hatuna cha zaidi, hatuna kilichoongezeka. Tunapokutana na watu tofauti tofauti kuna saidia. Leo hii mchungaji wetu, baba yangu mimi, ameniita hapa. Nataka nikwambie lengo lake unalifahamu ni lipi? Wewe uongezeke, kwamba labda yeye humuelewi, labda yule humuelewi, labda humuelewi, tujaribishe huyu ili kanisa likue, ili tuongezeke. Lakini Mungu aliye naye baba yetu wa hapa ni Mungu mkubwa, ila wewe unavyomchukulia, unamchukulia chini sana. Inafika mahali wakija wageni mbali, tunakimbilia huko mpaka ibada zetu zinafungwa. Tunaamini Mungu wa yule kuliko Mungu wa mchungaji wetu. Kama utamheshimu baba mwingine kule, wa baba wa watu wengine, baba yako wewe umemdharau, wakati Mungu anasema baba yako huyu ni baba yako, ni Mungu wako wangapi? Wa pili. Unaenda kwa miungu mingine. Je, wale wametokana na Mungu? Uko nakokimbilia wametokana na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2, inasema nayajua matendo yako na taabu yako na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Wewe unatumia nini kuwajaribu wale wanaojiita mitume? Maana neno la Mungu husomi, hiki hufanyi, chochote hufanyi. Na ndio maana sherehe hii duniani kote
inasherekewa. Kama sisi tumeweka siku 4, lakini unakuta Uingereza mwezi mzima wamefunga shughuli za kiserikali, wamefunga shughuli zao kwa ajili ya sherehe hii kubwa. Hii sherehe ni kubwa, hii kumbukumbu ya sisi kufutiwa dhambi zetu, sisi kusamehewa, sisi kutufanya tuwe watu sasa tena, turudi kwenye uhalisia wa Mungu tena, ni kubwa, ni kubwa. Lakini unakuta wanaoisherekea kwa umakini na kwa kuzingatia na kwa gharama zao ni walevi. Wameandaa mamilioni ya hela. Kwa mfano, Ulaya huko anaweza kanunua ile milipuko, yale mabomu ya kulipua kwa ajili ya furaha tu. Analipua juu milioni 3, anayo 3. Siku wanayatumia sana siku za Krismasi. Analipua mawili Krismasi, anakuja kulipua mawili mwaka mpya, anamshangilia Mungu. Mwenzangu, wewe vipi? Kairufu 10 kako hako, unasema nikikatoa haka nyumbani itakuwaje watoto wangu? Kumbe ni siri kubwa sana. Mungu anasema unapofikiri unakomboa, kumbe ndio unapoteza, unaangamiza. Lakini ukifikiri unapoteza. Nilienda Kiela siku moja kuhubiri Injili. Nilikuwa na mke wangu, ikimpendeza Mungu kanaweza kakaja kesho kama mama watoto kangu, ikimpendeza Mungu. Lakini maana hali aliyo nayo ananinyanyasa sana. Safari nanyanyasika, yuko hivi nanyanyasika, nanyanyasika. Mwanamke akiwa hivyo, ufahamu wake unaibiwa 40% mpaka 60%. Anayeuiba huo ni nani? Sio mtoto, sio, ila mtoto amesababisha. Mtoto akiwa kwenye tumbo la mama yake anachukua, yule mtoto anasababisha mama achukue tabia ya baba 40% mpaka 60%. Lengo baba ngiji, unakuta na mama anadokoa. Hakuwa hivyo. Kama baba ana tabia hii na hii, unakuta na mama naye amejiunga kwenye tabia ya baba. Connecta kale kaliko ndani ya mama kana nguvu ya kumcontrol mama, kwa sababu ya kale katoto kalikowekwa na baba kwenye tumbo la mama. Mama anaibiwa 40% mpaka 60%. Vivyo hivyo na baba na kwa tabia za mama 20% mpaka 30%. Na ndivyo hivyo ni kibiology kabisa, kisomi kabisa. Baba anakuwa na tabia za mke wake 20% mpaka 40%. Eti mimi na tabia za mke wangu nyinyi. Mbelekeza. Kweli yuko hivyo. Nanyanyasika sana. Tunajiandaa twende ibadani wote, utasikia mimi naenda kanisani kwetu, wewe nenda mwenyewe. Tujipanga wote, nimempa na vya kumbembeleza na vya kinikuta amenigeuka. Haya, nimeenda kwenye huduma, narudi nyumbani heza ibada, sikuenda mimi, nikajikuta nimejisikia vibaya, nimelala. Wanawake, mwanamke aliishi nao kwa akili, tunaambiwa sisi, yani baba ukiwahi kurudi nyumbani anasema leo hujapitia kwa wapenzi wako. Ukichelewa kurudi nyumbani ulikuwa kwa wapenzi wako. Ukimtoa auti, ukimpeleka kule anasema aha, ndiko unako kujaga na wapenzi wako huku. Sasa tunamsaidiaje huyu mtu? Lakini sio wanawake wa hapa, sio wanawake wa mahali hapa, sio hao, sio hao. Lakini yote hiyo ni Mungu ameifanya. Tumtafute Mungu kwa imani. Haleluya, tumtafute Mungu kwa imani. Mungu aliziumba mbingu na nchi kwa Adamu. Sasa Adamu Mungu anamteua katikati ya bustani ya Edeni, kwamba huyu kwa hekima yake, kwa unyenyekevu wake, stahili kuongoza sheria zangu,
mwanadamu yoyote afuate sheria yangu kupitia Adamu. Kwa Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuzaliwa au kuumbwa. Tuliumbwa wote kama tulivyo hapa. Mungu amemchagua mchungaji wetu Ngogo awe ndio baba ambaye Mungu ameweka sheria yake ndani yake. Mwanadamu yoyote afuate sheria kupitia baba huyo. Kama Mungu angetujalia, kesho ningekupa mifumo ambayo itakusaidia wewe kumbe ujue kwamba kumbe Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Tuliumbwa wote na tuliumbiwa ndani ya bustani ya Mungu, ndani ya patakatifu, ndani ya ufalme wa Mungu, resident God, yani kwenye makazi ya Mungu. Kwenye makazi ya Mungu, Mungu anamuumba mwanaume na mwanamke hapo. Kwenye makazi ya Mungu, Mungu anaziumba mbingu na nchi. Nimesema dunia imetengenezwa na wewe, lakini sijasema hii dunia kabla haijawa dunia kilikuwa nini. Kabla haijawa dunia wewe ulikuwa nchi. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nchi ni wewe unayelisikiza neno la Mungu na kulitunza, na mbingu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu ni roho, akaweka mchungaji. Kwa ile roho imeingia ndani ya mchungaji ili mbingu ziendelee na nchi ziendelee. Na ndio maana Biblia inasema hivi, mbingu na nchi zikapita. Mungu anapitaga. Kwa mbingu na nchi zinapita kwa sababu wachungaji wetu wamevaa mwili. Na ndio maana hapa pana historia. Kuna wachungaji wakapita, wakaja wengine wakapita. Kwa zile ni mbingu tofauti tofauti. Na ndio maana mchungaji aliyetoka hawezi kuwa kama huyu, naye na mafunuo yake, aliyetoka na mafunuo yake. Ndio kanuni ndani ya ufalme wa Mungu. Ndio kanuni ya Mungu. Kwa kama na wewe una mapya, usifungwe na sheria za kanisa. Tutajua tu, maana maneno litatufungulia kwamba haya yanayozungumza yametokana na Mungu. Kwa hicho ambacho Mungu amekumba nacho tunakihitaji ili tuongezeke, tunakihitaji. Mungu awabariki sana. Msije mkasema nachelewesha, kesho msije. Tusimame. Nataka kufanana na Yesu, moyo wangu mimi. Kakufanana na Yesu, moyo wangu. Nataka niwe kama Yesu, tembea yangu mimi. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo. Nataka kutembea kama Yesu, moyo wangu mimi. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo. Mimi nataka nifanane nawe Yesu, Mungu. Maisha yangu, maisha yangu, mimi nataka kufanana nawe Yesu, maisha. Tembea yangu, mimi nataka Yesu. Hebu muombe Mungu kwamba Mungu, asante kwa siku ya leo tumeanza. Naomba usimame na mimi mwanzo mpaka mwisho ili niendelee kujifunza na kuzijua sheria zako, maana zitanifanya mimi nirudi kwenye mfumo wangu, kwenye uhalisia wangu. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu. Asante Yesu, simba wa kabila la Yuda. Asante Yesu, wewe ambaye ndio kimbilio letu. Tunajua sisi bila wewe sisi hatupo. Sisi bila wewe ni kitu, si kitu chochote. Ni kitu kwa sababu wewe uko ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo, ni siku nzuri ya kwanza leo tumeanza semina yetu. Tunatamani tuendelee kujifunza. Tunatamani tukujue sana.
Jue zaidi Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Libariki kanisa lako, bariki mchungaji na mama mchungaji. Tukumbusha, najua ukiendelea kutukumbusha tutarudi kwenye uhalisia wetu, kama unavyosema ulituumba kwa mfano wako, kwa sura yako. Tunashukuru kwa mchungaji huyu ambaye wewe umempa fimbo ya chuma ili aendelee kutuchonga na kutupuruni turudi kwenye njia yako, kwenye njia yetu hii, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo, mimi nataka kuana na Yesu. Haleluya. Naomba tukae, kuna vitu nieleze kidogo hapa. Yaani wewe uliohudhuria leo, natamani na kesho usikose. Natamani wewe uwe kama mimi. Nikisema uwe kama mimi, simwabudu Mungu feki. Yaani Yesu aliyenifanya mimi niwe mimi, na muamini sana, ndiye huyu mnayemwabudu hapa. Kwa na wewe natamani uingie na miguu yako yote. Nitakufundisha kujua Biblia. Hata kama ni kipindi cha Pasaka, tutakuwa tunagusa somo la Pasaka, lakini tunarudi kwenye maisha yetu kila siku ndani ya kanisa. Namaanisha tutajifunza somo la afya, kuepuka vidonda vya tumbo kuvipata. Tutajifunza hayo. Lazima turudi kwenye uhalisia wetu. Pasaka tunazijua sana, na tunajua kila mtu anaweza kufundisha hapa kwamba Yesu alikufa, damu ya Yesu, tukatoka Misri, tukala na mboga chungu. Hivyo unavijua, lakini kuna vitu lazima uvijue. Maisha yetu sisi, msingi wetu sisi ni neno la Mungu. Haleluya. Kwenye neno la Mungu huku nitakufundisha namna ya kusoma Biblia hii ili uielewe. Biblia makundi, namna ilivyoandikwa, ilivyopangwa, ili iwe rahisi kuelewa, nitakufundisha. Alafu tena nitakuambia kuna Biblia usije ukainunua. Kuna Biblia imetoka kwa ajili ya kuteketeza kizazi kijacho. Sisi tunamshinda shetani kupitia neno la Mungu, sawa? Kwa vile vinavyotushindia sisi, vinavyotufanya sisi tuwe washindi, tushinde, wamevichomoa kwenye Biblia hiyo. Imeingia mwaka jana 2025, hivi zimeingia nakala zaidi ya 10,000 Tanzania hapa. Hiyo Biblia imetengenezwa na shoga mwake Marekani. Anataka kutokomeza kizazi kijacho. Sisi hatuna shida, tunazo Biblia zetu hizi. Kwa hapa yale ni maandalizi ya kuharibu watoto hao mnaowanyonyesha. Wakikua wataanza kununua Biblia hizi zitakuwa zimepotea. Kwa kimbia sana, nunua Biblia hizi, tunza hata 20 zikae ndani, ili neno la Mungu libaki kusimama pale pale. Nitakufundisha vitabu vilivyochomolewa humo, nitakutajia kadiri siku zinavyozidi enda, na Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya. Tumshangilie Mungu aliye hai kwa ajili ya semina hii. Tumeianza semina yetu leo. Kesho ni Ijumaa Kuu.